Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Kristo Mwokozi. Mimi ni Martha Baraka, mwimbaji wa nyimbo za Injili na mchungaji wa kanisa la Revelation Assemblies of God. Naomba nisome andiko hili nisikilize. Kitabu cha Misali sura ile ya kwanza mstari wa 7. Biblia inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mkufu shingoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mimi niko hapa leo nikukaribishe katika ibada zetu ambazo zinaendelea hapa Tabata, Kisukuni na Gichumvi. Mungu ametuita hapa ili tumtumikie na sisi tumekuwa tayari. Nikukaribishe sana wewe unanitazama na kunisikiliza kwa sasa. Sijui uko wapi, lakini ningetamani siku moja tutembelee tuweze kumfanyia Mungu ibada pamoja na wewe. Lakini inawezekana unazungumza hapa na mtu ambaye umeacha kumwabudu Mungu kwa muda mrefu. Labda umekata tamaa, mimi sijui, au unatafuta mahali pazuri pa kumwabudu Mungu. Nichukue nafasi kukukaribisha. Karibu sana. Ukutane na watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta kwa ajili ya kazi ya Bwana na wana mzigo kwa ajili yako. Naamini kwamba hutajuta, maana tunayemhubiri hapa ni Kristo kama alivyo, na wala vile utakavyoingia sivyo utakavyotoka. Ratiba zetu za ibada, tunakuwa hapa kumuita Mungu anayeitika. Mungu ambaye amesema katika kitabu cha Yeremia, mwite na mimi nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo niko hapa kukukaribisha ili kukutana na Alhamisi. Tunakuwa na ibada ya neno la Mungu, tunajifunza neno la Mungu, lakini pia tunafanya maombi na maombezi kwa watu wenye shida mbalimbali. Maombi ni bure. Yesu ametupa bure na sisi tunatoa bure. Nikukaribishe. Una jambo lako ambalo unasema, nahisi nimekata tamaa, nimeshindikana, nataka kusema. Tuko hapa kumhubiri yeye ambaye hajawahi kushindwa na kitu, na tumeona shuhuda nyingi kwenye ibada zetu. Mungu amekuwa akifungua watu wengi, Mungu amekuwa akitetea watu, na tumeuona mkono wa Bwana. Lakini pia tunayo ibada ya Jumapili, ibada kuu. Tunaanza maombi hapa asubuhi saa 2:30. Tunaanza maombi ya nguvu ya kujiandaa na kujiwafu mbele za Bwana. Saa 3:30 kamili ibada kuu inaanza. Tuna waimbaji mbalimbali, kwaya, tunamwabudu Bwana mahali hapa. Saa 7 kamili tunakuwa tunamaliza ibada yetu. Karibu sana sana. Kwa wale ambao wanatoka pande za huko Buguruni, Ubungo, Mwenge, fika mpaka External. Unapofika hapo External, bajaji ziko pale pale zinaenda kwa Mkua. Panda hizo bajaji, alafu utashuka Gichumvi, kituo kwa Madam. Utaona bango letu la kanisa limeandikwa Revelation Assemblies of God. Utatukuta pale. Lakini kwa wale wanaotoka nje ya Mbezi, Kimara, Korogwe na maeneo mengine, basi kuna bajaji zinaingilia hapo Korogwe zinazoenda Gichumvi. Kuna mabasi yanayoingilia hapo Korogwe kuelekea Gichumvi mpaka Kariakoo. Leo panda hayo magari au hizo bajaji, shuka Gichumvi kwa Madam na utaona ile bango letu la kanisa. Karibu sana sana na Mungu akubariki. Lakini pia tunazo namba zetu za simu ambazo muda tukipiga tutakupokea, tutakuombea na tutakushauri kwa upendo. Namba yetu ya simu ni Tigo, ni 0777 96 89 97. Karibuni sana, muda wote tupigie, hata iwe ni usiku wa manane. Hii namba muda wote inapatikana. Piga simu kwa maombi na maombezi, piga kwa ajili ya ushauri na sisi tutakupokea. Kwa wale ambao wako nje ya nchi yetu, basi namba hii utaanza na jumlisha 255 alafu 7779 68 997. Kwa wale ambao wako nje ya nchi yetu, fanya hivyo, na kwa wale ambao wanahitaji kutupata pia WhatsApp, fanya hivyo. Na namba hii pia inapatikana kwa WhatsApp, tutafute na sisi tutakupokea kwa ukarimu. Mungu akubariki.